Naam, tuna aina kubwa 4 za shock. This medical emergency. Aina ya kwanza ni cardiogenic shock, lakini pia we have hypovolemic shock. Tuna obstructive, lakini aina ya 4 ni distributive shock. Takuja kuelezea kwenye distributive kuna aina ngapi. Tutaongelea septic shock inakuwaje, anaphylactic shock, lakini pia tutagusia neurogenic shock. So we have 4 major types of shock which are cardiogenic, hypovolemic, obstructive and distributive shock. Kwenye distributive tuna septic, anaphylactic pamoja na neurogenic shock. Kama ambavyo tunafahamu kwamba tissues and organs zina demand supply ya blood, yani body tissues zina demand supply ya blood, na blood hufika kwenye tissues and organs through microcirculation, through blood capillaries. Na blood ni essential fluid, it's a connective tissue fluid ambayo inabeba necessary materials like nutrients, lakini pia blood inabeba oxygen. Sasa inapotokea mgonjwa amedevelop shock, maana yake anaweza kawa na, maana yake kunakuwa na poor tissue perfusion. Damu ilikuwa inaenda kupitia microcirculation, inaingia kwenye tissue, ina supply kwenye organs, inaenda kwenye brain, inaenda kwenye kidneys, inaenda kwenye liver and other organs. Lakini when it happens mgonjwa amedevelop shock, maana yake kunakuwa na poor tissue perfusion. Blood supply kwenda kwenye microcirculation, kwenda kwenye organs, kwenye tissues inakuwa iko chini. Kwa hiyo hali hiyo inafanya oxygen pia iwe chini, kwa sababu blood carries oxygen. Kukiwa kuna ischemia, supply ya damu ikiwa ndogo, ikidrop, maana yake kukiwa kuna ischemia causes hypoxia. Ischemia, supply ya damu ikiwa ndogo inasababisha hypoxia kwenye cells, kwenye tissues. Kukiwa kuna hypoxia, kunakuwa kuna cell injury, kunakuwa kuna cell dysfunction, cellular dysfunction I mean. Kuna cellular dysfunction, organal failure. So finally organal failure. So shock is an emergency. Ni emergency. Ikitokea mgonjwa amedevelop shock, kunatakiwa kuwe na intervention ya haraka sana. Na kingine ni kwamba kwenye shock ni kwamba shock sio diagnosis, yani sio primary diagnosis, ni secondary diagnosis. Ni kwamba inapotokea mgonjwa amedevelop shock ni kwamba kuna underlying cause, kuna kitu ndio kimeleta shock. Kwa hiyo you need to be very smart uweze kujua the cause of shock, uweze kuitreat pia wakati una manage shock, ujue kitu gani kimeleta shock ili uweze kumanage. So it's very important to know this topic. Na so as I have said kwamba shock ni medical emergency, ni life threatening, ni condition ambayo iko characterized na poor tissue perfusion kwenye microcirculation, kitu ambacho kinapelekea supply ya blood kwenda kwenye tissues and organs kwa ndogo. Kiwango pia cha oxygen kinakuwa kiko chini, kunakuwa na hypoxia kwenye tissue, kunakuwa kuna cellular dysfunction, organal failure. So like that. So we have cardiogenic. Cardiogenic shock ni aina ya shock ambayo inatokana na uwezo wa moyo kushindwa kupump enough blood to meet the metabolic demand of the body. So cardiogenic inaweza kuletwa na heart failure, cardiac failure, myocardial infarction, lakini pia inaweza kuletwa na cardiac arrhythmia, lakini pia kuna cardiac tamponade. Kuna lot of cardiac issues zinaweza kufanya moyo usiweze kucontract, pump enough blood kumite ile demand ya mwili. Lakini pia we have hypovolemic shock. Hypovolemic inatokana na decrease kwa blood volume, ambapo kama ambavyo tunafahamu kwamba asilimia kubwa, zaidi ya asilimia 60 ya blood ni water, ni fluid. Kwa hiyo inapotokea mtu amevomit sana au amepata massive bleeding, kwa mfano tuliongelea topic ya PPH, postpartum hemorrhage, mama anakuwa na bleed after giving birth, anaendelea kubleed, kitu ambacho akipata massive bleeding inaweza kufanya blood volume ikapungua mwilini. Blood volume ikipungua na kuja kudondokea kwenye hiyo complication ya shock, which is also an emergency.
Lakini pia kuna diarrhea pia. Amepata diarrhea motions nyingi. Anapopata diarrhea, kadri anavyozidi kupata motions, anapoteza fluid, na kudecrease kwa fluid manake ni kudecrease kwa volume ya ujazo wa damu mwilini. Kwa hiyo anaweza kadondokea kwenye shock. Lakini pia kuna burns, major burns. Kama mtu amepata percentage kubwa ya kuungua na moto, anaweza akapata dehydration, baadaye akaja kudondokea kwenye complication ya shock. Kwa hiyo shock pia inaweza kuwa ni complication mojawapo katika complications za severe burn. Lakini pia tuna type nyingine which is rare sana, haitokei mara kwa mara, ni obstructive shock. Hii inatokana na physical obstruction kwenye blood vessel. Kwa hiyo kwa mfano kwenye pulmonary embolism, so kwa kuna obstruction kwenye blood vessel, ile damu, kiwango cha damu ambacho kinapita kinakuwa kihafifu kwa sababu ya obstruction ambayo, embolism ambayo imejitokeza hapa. Kwa hiyo sehemu ambayo damu ingetakiwa kwenda kwenye tissue kusupply, kuna perfusion yake inakuwa ni ndogo au inakuwa hakuna perfusion kabisa. So that's obstructive shock. Lakini aina nyingine ni distributive shock, ambapo kwenye distributive shock, hii distributive shock inatokana na abnormal dilation ya blood vessel. Kinachotokea ni kwamba hapa kwa mfano kwenye septic shock, hii inatokana na severe infection, overwhelming infection. Inaweza kuwa ni fungal infection, bacterial infection au viral infection. Infection ikiwa ni severe, kumbuka kwenye infection, kukiwa kuna infection maana yake mwili unakuwa una systemic inflammation. Kukiwa kuna systemic widespread inflammation, blood vessels zinatanuka, na kumbuka kutanuka kwa blood vessel diameter maana yake inaongezeka. Kuongezeka kwa diameter maana yake even blood pressure haiwezi kupanda, itapungua kwa sababu diameter imekuwa pana, kwa msukumo wa damu unapungua. So kukiwa kuna overwhelming infection, inflammation inakuwa imetokea hapo, chemical mediators of inflammation zimezalishwa, na miongoni mwa effect ya chemical mediators of inflammation ni kufanya vasodilation. Na infection kumbuka ni severe, maana yake kunakuwa na prolonged vasodilation. Prolonged vasodilation, blood pressure na drop, na blood pressure ikidrop maana yake hata pressure ya damu kwenda kwenye body tissues inakuwa inapungua. Lakini pia we have anaphylactic shock, inatokana na severe allergic reaction. Lakini pia we have neurogenic shock. Neurogenic shock inaweza kuletwa na spinal cord injury, au inaweza kuletwa na head trauma, au inaweza kutokana na complication ya anesthesia, spinal anesthesia. Mgonjwa anaweza kupata spinal block ikapelekea loss of sympathetic tone. Kwa hiyo kuna loss ya sympathetic tone, blood vessels zina dilate kwa muda mrefu, mgonjwa anapata hypotension, blood pressure na drop kwa sababu ya ile increase kwa diameter blood vessel. Baadaye anakuja kudondokea kwenye complication hiyo, which is an emergency shock.